Kila kitu sasa kinakuwa kinaendeshwa na mtu mmoja, na hili ni tatizo letu la katiba. Ndio maana tunapiga kelele kuhusu katiba mpya. Sisi sio kwamba Watanzania tunataka katiba mpya kwa sababu ya upya wake. Hapana, kuna yale mambo muhimu ambayo sisi kama Watanzania tunajua yanaweza yakafanya maisha yetu yakawa na thamani ya utu. Kwa hiyo tunataka katiba ya wananchi, kwa sababu si katiba yetu tumeifanyia mabadiliko mara nyingi. Yani tulikuwa na tume ya Jaji Kisanga, tukawa na tume ya Nyalali, tukawa tuna tume ya Warioba, hii ya mwisho sasa ambayo tulikuwa tunataka katiba mpya, na tulikuwa tumeshakubaliana wote wa Tanzania kwamba sasa katiba hii hailingani na maisha yetu ya sasa hivi. Kwa hiyo tukakaa, ikafanywa mizunguko, maoni yakachukuliwa, tulikuja kukwamishwa na serikali ya Kikwete. Ndio tulipokwamia hapo. Lakini tulikuwa tumeshakubaliana kwamba katiba tunaoishi nayo sasa hivi hailingani na nafasi yetu kama watu wa Tanzania. Sasa katiba hii tatizo lake nilitaja limoja kubwa ambalo linatugharimu, ni kwamba rais amepewa mamlaka makubwa kuliko. Nikisema kuliko namaanisha kuliko vitu vingi. Unaona? Kwa hiyo amepewa mamlaka makubwa kuliko. Kwa hiyo anaweza akaamua lolote na mtu yoyote asifanye chochote. Sasa hiyo sasa inawapa nafasi watu wa karibu na rais, endapo watamzidi kwa maamuzi au kwa hisia, ina maana nao wanaweza akawa wanatutawala kwa kutumia yeye. Ndugu yangu amezungumza kuhusu TIS, unaona, hii nani, idara yetu ya usalama wa taifa, ambayo mimi sipendi kuizungumzia sana. Lakini kwa sababu sijui mambo mengi kuhusu mambo ya ndani katika idara, kwa hiyo sipendi kuzungumza kitu ambacho sikifahamu. Lakini swala la mabadiliko ni swala ambalo tunaona kwamba viongozi wanabadilishwa. Kwa hiyo sisi tunapewa taarifa kama wananchi kwamba wakuu wanabadilishwa, lakini wakuu wale wanabadilishwa, sisi hatujui kama kulikuwa na majadiliano, kwa sababu anapozungumza rais au hoji tena, ni katiba imempa nafasi hiyo kwamba yeye ameamua. Kwa hiyo au hoji, anaweza akaamua leo, kesho akaamka akazungumza hili, kesho kutwa akazungumza hili. Hujui kama amezungumza kwa msukumo wa chama chake, hujui amezungumza kwa msukumo wa familia yake, hujui, lakini kwa sababu amepewa namna ya kuzungumza, unazungumza. Kwa hiyo kulikuwa kuna umuhimu wa kumpunguzia rais mamlaka, na hii ni kwamba lazima hatutaki kuwalaumu wa Tanzania kwa kumsifia rais, na hatutaki kuwalaumu wa Tanzania kwa kumsema vibaya rais. Kwa sababu mimi unaponiambia kwamba wewe ndio umeshika maisha yangu, ina maana nikijisikia raha ya maisha lazima nikusifie, lakini nikiumia lazima nikusifie. Mimi nikipigwa na risasi na polisi kwa sababu wewe ndio umemteua yule mkuu wa polisi, yani mimi kwa lugha ambayo nyepesi nitakwambia wewe ndio umenipiga risasi. Wewe ndio umeniua. Kwa sababu wewe unaweza kaamka kesho ukasema kwa sababu watu 7 wamekufa, kuanzia leo mkuu wa polisi haupo kazini. Una mamlaka hayo. Lakini kwa sababu watu 7 wamekufa, kuanzia leo wewe nakupandisha mshahara. Kwa hiyo mimi najua hii ni malipo ya huyu kuniua. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi naweza nikasema tumekwama kwenye katiba yetu. Katiba hailingani na maisha ya sasa hivi. Lakini kitu kingine ambacho ningeweza kuzungumza, ndugu yangu alikizungumza hapa, nikiwekwe sawa, ni kwamba kuhusiana na wagombea wa urais kupewa magari, si wengine, wagombea wote waliopitishwa 17 walipewa magari. Kuna ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba walipatiwa na INEC. Yani hiyo ni kwamba hiyo ipo na ilikuwa kwenye utaratibu wa uchaguzi wa mwaka huu, kwamba tume ilitoa magari. Kitu ambacho hatuwezi kukithibitisha ni kwamba tume ilitoa wapi pesa ya kuwapa wagombea wote magari, lakini tume ilitoa magari kwa wagombea wote, na ndio utaratibu wao walijiwekea wagombea wa urais. Lakini hayo ni madai tu, si madai. Tume kutoa magari si madai, ni swala ambalo lilikuwepo kwa kila mgombea kupata hilo. Kwa hiyo sio mimi nazungumza kama Mtanzania, na ninazungumza kwa mtu ambaye anaishi Utanzania.
Unaona vitu vingine ambavyo tunaweza tukavizungumza wakati mwingine. Mimi nilikuwa mgombea wa ubunge mwaka huu Tanzania. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nakifahamu ndani ya tume. Na mwaka 2020 nimegombea pia ubunge. Kwa hiyo nisizungumzi kitu ambacho sikijui. Kwa hiyo najua taratibu, najua mabadiliko na najua ubaya wa tume ya taifa. Kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio hali halisi. Kwa hiyo kuhusiana na swala la mitandao hatuna haja ya kujadili kwamba Watanzania walinyimwa haki yao. Hiyo Watanzania walinyimwa haki kubwa sana, kwa sababu kuna watu walikuwa hawawezi kutuma pesa kwenye familia zao. Kuna watu walikuwa hawawezi kuwasiliana na familia zao. Kwa hiyo si kwamba walizima mitandao ya simu, ila walizima mitandao yote. Ukienda benki kutoa pesa haitoki. Yaani walidhibiti. Na watu walikuwa wanapata mtandao pale ambapo wao wanataka kufanya mawasiliano yao. Kwa hiyo walizima kote, hata wao wenyewe walijizimia. Na labda kwa faida ya mtazamaji angependa kufahamu kuhusiana na iwapo kipindi cha uchaguzi kulikuwa na international observers na pale domestic observers ambao ni waangalizi wa ndani kwa ndani. Wao walikuwepo? Walikuwepo kutoka mashirika mbalimbali na waliruhusiwa wakaingia na wakafanya kazi yao. Sikuwahi kusikia malalamiko yoyote kwamba kuna aliyeshindwa kutoka. Kwa hiyo watu waliingia salama na walitoka salama, lakini kulikuwa na ambao walipata usumbufu kidogo kutokana na hali ambayo ilivyokuwa na walikuwa na mashaka na usalama wao. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vilikuwepo, lakini sasa kitu ambacho sisi tuna wasiwasi ni ripoti ambayo watatoa ni ile ambayo wameiona, ndio wasiwasi wetu. Lakini swala wao kuingia, kuruhusiwa kuingia na kutoka ilikuwepo, lakini je, wanapata haki yao ya kusema walichokiona? Hicho ndio ambacho ni kigumu, kwa sababu pia ukiangalia kwa kauli ya Mheshimiwa Rais wa sasa hivi ambaye tumempata, ni kwamba anazungumza kwamba anawashukuru waangalizi. Umeona? Kwa hiyo kama kuwashukuru waangalizi, unajua kuna watu ambao wengine wanajiita waangalizi, lakini mimi nafikiri kwa uangalizi unatakiwa uende ukaangalie kuhusiana na haki ya kila mtu. Umeona? Haki ya serikali, haki ya wananchi na haki ya ujumla ya watu ambao ni majirani. Kwa sababu unajua kitu ambacho serikali yetu imekuwa haikipi kipaumbele na kutambua ni kwamba jirani yako ana haki. Yaani ndio kitu ambacho ukielewa kabisa, wewe existence yako inampa jirani yako haki. Unaona? Na inampa wajibu pia. Naam. Kwa sababu kama kuna adui anatoka Sudani anataka kwenda Tanzania, ina maana lazima apite kwenye nchi nyingine kabla, kwa sababu Tanzania ipatikane hapo. No. Kwa hiyo jirani yako kama ni Mkenya ana wajibu wa kukulinda wewe, na wewe pia una wajibu pia wa kumpa haki yake Mkenya. Sasa kama haki ya mawasiliano unaifuta, jirani yako anashindwa kujua wewe unahitaji nini sasa hivi, wewe una matatizo gani, au wewe una enjoy nini sasa hivi, hiyo umemnyima haki. Yaani hiyo sio kwamba umbea, kwamba anataka umbea wa jirani. Jirani yako pia kupata umbea kutoka kwako ni haki yake, kwa sababu tunategemea. Ndio maana tunajitambulisha, mimi bwana, mimi ni Mtanzania, nchi yangu Tanzania kusini imepakana na Malawi, imepakana na Zambia. Kwa nini unazitaja? Kwa sababu ndio wale ndio wanakufanya wewe uwe hivyo. Wewe ndio uitwe Tanzania. Kwa hiyo sasa hata kimawasiliano lazima uhakikishe wanapata mawasiliano. Naam. Umeona? Kwa hiyo sasa na wao ndio majirani ndio ambao wanakutengenezea wewe tabia nzuri. Kwa hiyo ukimpiga mtoto wako, jirani atamsimulia mtu mwingine, bwana, kwa jirani huku kuna mtoto anapigwa sana. Naam. Jirani nimesikia kuna mtoto amebakwa. Kwa hiyo wale ndio wanaenda kufanya haki ya mtoto na inakubalika. Kwa hiyo swala la kudharau jirani hilo silitambui na sikubaliani nao. Lakini moja ambayo naweza nikalisema kwa vijana wa Tanzania na wa Kenya ni kwamba wanapokuwa wananchi wa Kenya wanakosana na kiongozi wa Tanzania au wanapishana lugha, hii si vita ya wananchi wa Tanzania na wa Kenya. Wananchi
wa Tanzania wanapopishana lugha na kiongozi wa Kenya, hii sio vita ya Watanzania na Wakenya. Kiasili tunasema kwamba miti inayokaa pamoja iachi kusuguana. Na katika kusuguana ndio ambapo unapojua kwamba kumbe inabidi nijiweke vizuri nikae sawa na mwenzangu. Kwa hiyo hii misuguano itaendelea kuwepo, lakini ni kwamba lazima watu watambue kwamba wote ni muhimu. Na huu utani ni utani ambao upo, lakini usije ukamhukumu Mtanzania kwa sababu ya tabia ya kiongozi wake. Kwa sababu ukiangalia, tupeane hukumu kutokana na tabia za katiba zetu. Kama katiba imesema hatutaki mahusiano na nchi fulani, sasa tuwahukumu wenzetu. Lakini mtu fulani ambaye ameshindwa kuitafsiri katiba yake akaweza kuifanya ikawachonganisha na watu wengine, tusitafsiri kwamba ni tatizo la wananchi wa hiyo nchi. Kwa hiyo kiasili sisi ni watu wa moja na hatuwezi kutengwa na chochote. Ndivyo ambavyo naweza nikasema.